kukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Siri ya msamaha wa dhambi, kiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Mpendwa mtazamaji, tunashukuru Mungu kwa muda ambao Mungu ametupatia mara tena ili tuweze kushiriki neno lake. Leo nataka tujifundishe kuhusu toba. Watu wengi hawaelewi toba, ndio bado wamebeba dhambi kwa sababu hawaelewi maana ya toba. Katika kipindi cha leo nataka tujifundishe kuhusu toba. Tusome kitabu cha Luka 24 mstari wa 47. Maandiko inasema, na kwamba mataifa wote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. Maandiko inasema watu watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi tangu Yerusalemu. Tunapozungumzia kuhusu toba, watu wengi hawaelewi kutubu ni kusema nini. Watu wengi wanafikiria kutubu ni wakati unaenda kueleza Mungu, niliiba, nilisini, nililewa, nilitukana, nilikasirika, nilipiga mtu, nilitukana, Mungu nisamee. Hiyo ndio watu wanafikiria ndio toba. Leo ili uweze kuelewa toba, nataka nikufafanulie mambo mawili hapa. Uweze kuelewa kuna ndani ya moyo na kuna nje ya moyo. Hapa ni ndani, hapa ni nje. So tunapoangalia ndani ya moyo kuna dhambi. Hapa ni mawazo mabaya. Hapa ni matendo mabaya. So watu wengi kile wanatambua, kuliko watambue dhambi, wanatambua mawazo mabaya na matendo mabaya. Wanapoenda kuomba msamaha, wanaomba msamaha kwa sababu ya mawazo mabaya na matendo mabaya. Na tukiangalia kitabu cha Marko, hebu tuone vile Yesu aliweza kufundisha ndani ya moyo na nje ya moyo. Tuangalie Mathayo 7 mstari 21. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoa mawazo mabaya, uasherati, wizi, uaji, usinzi, tamaa mbaya, ukorofi, ila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi na upumbavu. 23. Hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yatia mtu unajisi. Yesu aliweza kufafanua vizuri kuhusu ndani ya moyo na mawazo na matendo. Anasema ndani ya mioyo ya watu hutoa mawazo mabaya. Kwa sababu ya dhambi kuna mawazo mabaya, na kwa sababu ya mawazo mabaya kuna matendo mabaya. So Yesu anatufundisha ulimwengu wa moyo na ulimwengu wa mawazo na ulimwengu wa matendo. Kwa sababu mwanadamu anatambua ulimwengu wa mawazo na ulimwengu wa matendo, atambui ulimwengu wa nini? Atambui ulimwengu wa moyo. Sasa Yesu anafundisha ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa ndani. Ili uweze kuelewa kwa nini niko na mawazo mabaya, kwa nini niko na matendo mabaya. Uko na mawazo mabaya kwa sababu ya dhambi iliyo ndani ya moyo. Uko na matendo mabaya kwa sababu ya mawazo mabaya.
Sasa mwanadamu, watu wengi hata makanisani, hata kwa dini, watu wanatambua tu mawazo mabaya na matendo mabaya, hawajui dhambi iliyo ndani ya moyo. Na wakienda kuomba msamaha, wanaomba wakisema, Mungu nisamehe, niliwaza vibaya, Mungu nisamehe, nilitenda vibaya. Kwa hivyo ni watu wanaosafisha nje ya moyo, hawasafishi ndani, wanasafisha nje. Tuangalie kitabu cha Mathayo, tufungue kitabu cha Mathayo tuone vile Biblia inasema. Kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 25. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na nje ya ndani imejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Hapa Yesu anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe. Kikombe ni moyo. Yesu anataya moyo wetu kama kikombe. Alafu kuna kikombe ndani ya kikombe na kuna nje ya kikombe. Ndio Yesu akasema mnasafisha nje ya kikombe na nje ya ndani imejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Mstari 26 inasema, Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake ipate kuwa safi. Yesu anasema safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake ipate kuwa safi. Lakini ukiangalia waandishi na Mafarisayo, wanafiki ni wale ambao wanasafisha mawazo na matendo, lakini bado dhambi iko ndani ya moyo. Watu wengi wanajaribu kubadilisha matendo yao, wengi wanajaribu kubadilisha mawazo yao, lakini hawaelewi shida haiko kwa mawazo, shida haiko kwa matendo, shida iko ndani ya moyo. Nataka uweze kuelewa dhambi. Kwa sababu ya dhambi kuna mawazo mabaya, kwa sababu ya mawazo mabaya kuna matendo mabaya. Kama vile kuna ugonjwa na dalili ya ugonjwa. Maovu yale ambao uko nayo, maovu unayoyatenda, mawazo mabaya ulio nayo ni dalili ya kuonyesha wewe ni mgonjwa wa ugonjwa unaitwa dhambi. Dhambi ikiwa ndani yako, utatoa mawazo mabaya, utatoa matendo mabaya. Na watu wengi wanajaribu kubadilisha mawazo yao na matendo yao, wasijue kiini kile kinafanya wawe na mawazo mabaya na wawe na matendo mabaya ni dhambi iliyo ndani ya moyo. Watu wengi hawatambui dhambi ni nini. Ndio watu wengi wanaita dhambi ni kuona, kusikia, kuguza, kuongea. Hiyo ndio watu wanaita dhambi. Lakini hiyo sio dhambi. Kuona si dhambi. Haleluya. Kusikia si dhambi. Kutenda si dhambi. Watu wengi wanafikiria kulewa ni dhambi, kuiba ni dhambi, kusema uongo ni dhambi, kusini ni dhambi. Hayo ndio mambo watu wanaita dhambi. Lakini hayo si dhambi, yanaitwa maovu. Hayo maovu yapo kwa sababu ya dhambi iliyo ndani ya moyo. Ukiangalia Biblia inaweza kutueleza kuhusu dhambi ni nini. Tuangalie waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4. Maandiko itueleze dhambi ni nini. Maandiko inasema katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 4, kila atendaye dhambi afanya dhambi, kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Dhambi si kitendo. Na ndio kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12 inasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, kama kwa kuasi kwake mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na hiyo dhambi mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Na ukiangalia Warumi ni 5 mstari wa 19, maandiko inasema tuangalie hapo. Warumi ni 5 mstari wa 19 inasema, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Kwa hivyo ukiangalia kwa kuasi kwake mtu mmoja, dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Adamu alimwasi Mungu, na Adamu alipomwasi Mungu, kutoka hapo akawa mwenye dhambi kwa sababu amemwasi Mungu mtakatifu, na alipoasi Mungu mtakatifu akafanyika mwenye dhambi. Na watu wengi hawajui dhambi ni nini. Wanafikiria dhambi ni mawazo yale wako nayo mabaya na matendo yale wako nayo mabaya.
Kwa sababu ya hiyo dhambi iko ndani ya moyo, mawazo mabaya yanatokezea. Na mawazo mabaya, watu wanajaribu kubadilisha mawazo yao mabaya, watu wanajaribu kubadilisha vitendo vyao viovu, wasijue kuna dhambi iko ndani ya mioyo yao. Haleluya. So nataka nifundishe kuhusu toba, na nimekueleza kuhusu ndani na nje. Na kuna toba ya nje na kuna toba ya ndani. Okay, tunaangalia hii jina inaitwa toba. Kuna toba ya dhambi na kuna toba ya maovu. Katika toba ya dhambi, watu wengi hawaelewi kutubu kutoka kwa dhambi. Watu wengi wanajaribu kufanya toba ya maovu. Ili tuweze kuelewa hizi toba aina mbili na tuweze kuelewa toba ya ukweli. Hii ni toba ya ukweli. Toba ya ukweli. Hii ni toba ya uongo. Hiyo ni toba ya uongo. Toba ya maovu ni toba isiyo ya kweli. Nataka tuangalie toba ya maovu, toba ambayo sio ya kweli. Alafu baadaye tuweze kuangalia toba ya kweli. Kuna toba aina mbili. Kuna toba ya isiyo ya kweli na kuna toba ya ukweli. Kuna toba ya uongo na kuna toba ya ukweli. Tuangalie Biblia, tuone katika tuangalie kitabu cha Yohana. Injili ya Yohana 13 mstari wa 2. Maandiko inasema, hata wakati wa chakula za jioni, naye Ibilisi amekwisha kutia Yuda mwana wa Iskariote moyo wa kusaliti. Watu wengi wanaposoma neno hili wanahukumu namna gani? Wanahukumu Yuda, wanasema Yuda ndiye aliyemsaliti Yesu Kristo. Wanasema Yuda ndiye aliyemsaliti Yesu Kristo. Lakini Biblia inaweka wazi, inasema wakati wa chakula cha jioni Ibilisi amekwisha kutia Yuda mwana wa Iskariote moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti au kuwa moyo wa Yuda ni moyo wa Shetani. Shetani aliweka moyo wa kusaliti ndani ya Yuda. Kwa hivyo watu wengi wanaangalia matendo ambayo Yuda aliyoyatenda. Wanaona maovu ambayo Yuda aliyotenda. Hawaangalii waone moyo wa Yuda. Nani ako ndani ya moyo wa Yuda? Ndani ya moyo wa Yuda kuna Shetani. Hebu tuangalie kitabu cha Luka 22. Kitabu cha Luka 22 mstari wa 3. Shetani akamuingia Yuda aitwa Iskariote, naye ni mmoja wa wale 12. Haleluya. Maandiko inasema Shetani akamuingia. Na Shetani alipomuingia, Yohana akatueleza ni kazi gani alifanya. Alipomuingia Yuda, alimtia moyo wa kusaliti. Kwa hivyo moyo wa kusaliti si moyo wa Yuda, ni moyo wa Shetani. Shetani aliweka moyo wa kusaliti ndani ya Yuda. Naamini kila mmoja wenu apendi kutenda dhambi. Hakuna mtu anapenda kutenda dhambi, lakini unajipata unatenda dhambi. Kwa sababu gani unatenda dhambi? Unatenda dhambi kwa sababu ya dhambi iliyo ndani ya moyo wako. Wewe unasukia kutenda dhambi, lakini unajipata unatenda dhambi. Kwa sababu gani? Kuna dhambi ndani ya moyo wako. Kwa hivyo Yuda, Shetani alipoingia ndani ya moyo wake, alimtia moyo wa kusaliti. Moyo wa kusaliti si moyo wa Yuda, ni moyo wa Shetani. Shetani aliingia ndani ya moyo wa Yuda, akamweka moyo wa kusaliti. Na alipomtia moyo wa kusaliti, sisi tunaona mawazo ya Yuda, tunaona matendo ya Yuda. Hatuoni Shetani aliyoweka moyo wa kusaliti ndani ya Yuda. Hebu tuweze kuangalia Biblia, kitabu cha Mathayo, tuone vile Yuda aliungama, vile Yuda alitubu. Tuangalie kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa swali ndio hii, mpendwa mtazamaji na hapa kanisani, kati ya Shetani na Yuda, nani alikuwa amekosea? Mara nyingi tunaweza kuona Yuda ndiye amekosea.
Tunaweza kuona makosa ya Yuda kwa sababu hatuyaangalia ndani ya moyo wa Yuda. Nani anafanya kazi ndani ya moyo wa Yuda? Tunaona tu kitendo cha kusaliti, tunaona tu kitendo. Bila tunaweza kuhukumu mwanadamu tuseme huyu ni mwenye dhambi kwa sababu tumeona ametenda dhambi. Lakini huyu mwanadamu ametenda dhambi, ni yeye ametenda dhambi ama ni dhambi imetenda dhambi ikiwa ndani yake? Hii jambo watu wengi hawaelewi. Wao wanaona tu wanahukumu wengine, huyu ni mwenye dhambi kwa sababu ametenda dhambi. Wanaona tu kitendo, lakini hii kitendo kimetoka wapi? Hii kitendo ametenda kimetoka wapi? Haleluya. Tuseme unajihisi joto mwilini, unajihisi kutapika, unajihisi kuhara. Sasa kuhara ni ugonjwa? Kutapika ni ugonjwa? Kuwa na joto mwilini ni ugonjwa? Lazima uende kwa daktari. Daktari atatibu joto kwa mwili, atatibu kutapika, atatibu kuhara, atakupima ajue uko na ugonjwa gani. Haleluya. Atajua huyu mtu ako na malaria, huyu mtu ako na vidonda vya tumbo, huyu mtu ako na ukimwi, huyu mtu ako na ugonjwa huu. Ndio haya dalili hizi zote zinatokezea. Kwa hivyo mtazamo wa mwanadamu wa kawaida na daktari, mtazamo ni mitazamo miwili tofauti. Daktari akitazama mgonjwa aoni dalili, anaona kiini kinaofanya dalili hizi zote zitokezee. Lakini sisi tunaweza kuhukumu mgonjwa kulingana na dalili ambazo tunazoziona. Pia mhubiri wa ukweli ama mchungaji wa kweli ahukumu mtu kwa sababu ya vitendo ama mawazo. Anahukumu kulingana na ni nini iko ndani ya moyo wa huyo mtu. Amen. Kwa hivyo Yuda anaweza kuhukumiwa kwa sababu gani? Watu wanaweza kumhukumu kwa kitendo, lakini ukiangalia neno linasema nani yako ndani ya moyo wa Yuda? Wakati wa chakula za jioni, Ibilisi amekwisha kutia moyo wa kusaliti ndani ya moyo wa Yuda. Kwa hivyo si moyo wa Yuda unafanya kazi, ni moyo wa Shetani ulioingia ndani ya Yuda ndio unafanya kazi. Haleluya. Na Yuda anaenda kuomba msamaha, kama vile siku ya leo dini, makanisa mengi yanafanya siku ya leo. Jumapili wanaenda wanaungana, wote wanaanza kulia kwa sababu ya dhambi ya kutoka Jumatatu mpaka Jumapili. Wanaomba Mungu tusakaze, tusamehe. Wanaungama wakiomba msamaha, wasamehewe nini? Mawazo yao mabaya na matendo yao mabaya. Lakini wakimaliza hiyo ibada, wakitoka pale nje na mlango, dhambi na wauliza, mmaliza kutubu? Mmaliza kuomba msamaha tuendelee kutenda dhambi? Mtu ametoka kanisani na bado anatenda dhambi. Kwa sababu gani? Unafikiria ni unatenda dhambi? Hapana, si wewe. Kuna dhambi. Ukiona dhambi, ukiona mawazo mabaya na matendo mabaya, kuna dhambi ndani. Ukisikia mtu anakohoa, kuna baridi ndani ya mwili wake. Kwa hivyo ni huyo mtu anakohoa ama ni baridi inakohoa ikiwa ndani yake? Haleluya. So hapa Yuda alipoenda kutubu alisema, mimi nalikosa, nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Sasa swali ndio hii, ni Yuda alikuwa amekosea ama ni Shetani? Katika toba ya uongo, msingi wake ni Shetani. Shetani ni muongo. Kulingana na kitabu cha Yohana 8 mstari wa 44, Yesu alisema, nini wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, maana ana hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake, kwa maana yeye ni baba wa uo. Kwa hivyo Shetani ni muongo, na katika toba ya uongo Shetani amejificha hapo. Haleluya. Shetani alipojificha kwa Yuda, aliambia Yuda, henda useme ni wewe umesaliti Yesu. Na Biblia yenyewe imeshatufunulia moyo wa Yuda, nani aliyemsaliti. Wakati wa chakula cha jioni, Ibilisi amekwisha kutia Yuda mwana Iskariote moyo wa kusaliti. Kwa hiyo moyo wa kusaliti ni moyo wa nani? Ni moyo wa Yuda ama ni moyo wa Shetani? Huu ni moyo wa Shetani. Na huu moyo wa Shetani ukiwa ndani ya Yuda, Yuda akaenda kuomba msamaha, akasema nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Ni Yuda alikuwa amekosea ama ni Shetani? Hapa aliposema nalikosea, aliunganika na Shetani.
akawa mmoja na Shetani. Kwa hivyo Yuda hakuweza kupata msamaha, ndio alienda akajinyonga, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Akaenda akajinyonga. Mungu hakumsamehe. Kwa sababu gani? Yeye aliunganika na Shetani, akasema nalikosa. Haleluya. Na katika toba ya uongo, hii toba ya maovu, unapoenda kuomba msamaha, unasema Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda dhambi, nisamehe dhambi yangu. Sasa swali ndio hii, dhambi ni yako ama dhambi ni ya Shetani? Haleluya. Dhambi ni ya nani? Dhambi ni yako ama ni ya Shetani? Lakini sasa hapo Shetani anakupatia moyo mwingine, kwa sababu uko na dhambi, na ukiwa na dhambi uko na moyo wa Shetani. Shetani anakupatia moyo wa kusema namna gani? Enda ukaombe msamaha, na ukiomba msamaha sema nisamehe dhambi yangu. Dhambi ni ya nani? Maandiko inasema atendee dhambi ni wa Ibilisi. Tuangalie Biblia tuone atendee dhambi ni wa nani. Ili Shetani nisimama mbele ya Mungu ikiomba isamehewe, inaweza samehewa? Ndio unaona hiyo miaka yote umeishi kanisani bado unaishi mwenye dhambi na hujawahi samehewa. Tuseme kwa mfano, ulikuwa unaenda kanisani, na ulipokuwa unaenda kanisani ukakutana na ndugu ama dada, ukamuona, ukamtamani. Ulipomtamani ukaenda kanisani, unaomba Mungu nisamehe dhambi ya kutamani. Ukiwa kanisani umepiga magoti, unaomba Mungu nisamehe dhambi ya kutamani. Niliona ndugu ama dada nikamtamani, Mungu nimekuja kwako, naomba unisamehe, naomba uniondolee hii roho ya kutamani kwa jina la Yesu. Unaomba. Wakati unaomba, yule ndugu ama yule dada, kumbe hata yeye alikuwa anakuja hiyo kanisa ulikuwa unaenda. Ukiwa pale kwa maombi, usikie kuna mtu anaingia, ufungue jicho moja, bado kwa maombi, umuone. Utaendelea kutamani ama kutamani kutahisimu kwa sababu uko kanisani? Bado utaendelea kutamani. Haleluya. Kwa sababu kile kinafanya utamani ni dhambi iliyo ndani ya mwili. Ugeukie Mungu, umwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapo maandiko inasema huyu manabii wote wamemshuhudia, ili kila aliamini jina lake aminie apate ondoleo la dhambi. Unamwamini Yesu Kristo? Kama umemwamini Bwana wetu Yesu Kristo, umepata ondoleo la dhambi. Mungu hakusema ukaombe msamaha, hapana. Alisema kila atakayemwamini atapata ondoleo la dhambi. Kutubu si kuhesabu maovu. Kutubu ni kubadilisha njia. Maana ya kurepent ikwenda no sense njira. Kubadilisha njia. Unapobadilisha njia, utoke kwa njia yako uingie kwa njia ya Mungu. Na njia ya Mungu ni Yesu Kristo. Yohana 14:6. Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Toka kwa njia yako uhamie kwa njia ya Yesu Kristo. Na unapoingia katika njia ya Yesu Kristo, kuna msamaha wa dhambi. Haleluya. Na ni msamaha wa milele. Sema amen. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki kwa muda ambao ametupatia ili tuweze kushiriki neno lake. Tushukuru. Mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa neema na fadhili zako ambazo Bwana majeshi unazidi kuonyesha kwetu. Bwana majeshi umetufunulia siri hii ya msamaha wa dhambi. Bwana majeshi watu wengi wamelia mazozi, wameomba msamaha kila siku, lakini hawajawahi samehewa kwa sababu hawakuelewa toba ni nini. Leo umesafunulia kila mmoja toba ni nini. Toba ni kutoka katika njia yake na mawazo yake na kurudi kwako, nawe umeahidi Bwana majeshi kutusamehe dhambi zetu. Asante kwa sababu ya msamaha ulioweka kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, na kupitia hiyo damu tumepata ondoleo la dhambi. Pokea sifa na pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki. Tutakutana Ijumaa ijayo masaa kama haya katika kipindi hiki tukijifundisha msamaha wa dhambi na kujifundisha toba, ili kila mmoja aweze kuelewa, kwa sababu toba ni mahali Shetani amejificha hapo usiweze kuelewa wokovu wa kweli. Mungu akubariki. Amen.
kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao sawa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.